Yes, leo katika pita zangu nimekutana na mama hapa ambaye yeye ni mjasiriamali. Nimemuona kwa mbali akiwa anapambana, anajaribu kuwahudumia wateja ambao wapo kwenye magari. Akanivutia, nikasema niweze kuongea naye niweze kujua ni changamoto gani ambazo yeye anapitia kwenye hii biashara yake. Mama, kwema? Kwema baba. Unaitwa nani? Naitwa Hadija Abduli. Hadija Abduli. Wewe ni mwenyeji wapi mamangu? Kwetu Dodoma. Kwani Dodoma. Hii biashara ni muda gani unaanza? Na miaka naye mingi tu. Zaidi ya miaka mingapi? Hata 15. Mama, hapa mimi nimeona unafanya biashara nzuri na unapambana na watu wanakusupport kwa namna moja ama nyingine, lakini pia unatembea na mtoto, jua kali, hali ya hewa inabadilika haibadiliki, na biashara unayoifanya hii. Nikasema niweze kupiga story na wewe niweze kujua ni changamoto gani ambazo wewe unapitia, lakini pia ni biashara hii inakupa kiasi gani kwa siku. Labda tuanzie hapa, labda kwa siku hii biashara yako unaweza kuingiza bei gani? Kama hii hapa msingi wake nanunua 5,000. Hii nanunua 5,000 zinakuwa ziko 12. Nikiuza faida 7,000. Faida 7,000. Hii hapa tishu kavu hizi nanunua shilingi 7,000. Faida yake 3,000. Ila wengine unauzia 2,000, mwingine unamuuzia 3,000. Biashara unajiongeza. Samani mama, uona watoto wangapi? Mimi watoto wangu wengine wakubwa kwa nao useme 6. 2 wakubwa wanajitegemea, wadogo 4. Na hao wakubwa wao wanajishughulisha na nini? Mwingine kazi yake anajifunda gereji, mwingine kazi yake anashona. Na baba yeye anakusupport kwa kiasi gani kuhusiana na biashara yako? Kazi zake za ujenzi. Kazi zake za ujenzi. Na hapa naona unatembea na mtoto, jua kali. Nyumbani hamna mtu labda wa kumwangalia? Navuta kidogo asogei nimpeleke shule. Ikitokea Watanzania wameona na wanatamani wakusaidie kwa namna moja ama nyingine, wewe ungetamani wakushike mkono kwenye jambo gani au wakusupport kwenye nini? Wanisapoti kwenye wanangu mambo ya shule na biashara. Maana shule ndio inayesumbua kwa sababu asubuhi mtoto bila ya kwenda bila 1,500 ya chakula ni anapigwa. Na mwanangu anasoma darasa la kwanza Faridi, bila hela shule 1,500 hamna maelewano. Kuna mwanangu anasoma wa kike yuko darasa la 4, bila 1,500 shuleni akubali. Kuna mwingine darasa la 5 Baraka Salehe yuko shule ya msingi Kawao, bila 1,500 sababu 1,200 ya shule, 1,300 ananunua sambusa na tafuna. Kuna form 1 Lema Salehe anasoma Blahati Barafu, na yeye anatakiwa hela ya shule. Kuna mitihani yao ya media, kuna mitihani midogo anatakiwa hela. Kwa hiyo baba na yeye naye anapambana, anachokipata tunakula, hatujapata huku na mimi nimepata, angalau maisha yanaendelea, tunasaidiana kwa sababu ni kazi za ujenzi. Siku hamna. Ni changamoto gani hasa ambayo wewe unapitia kupitia hii kazi yako ambayo unaifanya kila siku? Changamoto inatokea kwa mfano kama umempa mtu tishu, gari imeondoka, basi inakuwa ni bahati mbaya, ishapita. Na huwa inatokea siku moja. Siku nyingine Mungu kaleta heri, hapo anakupa hela, unampa tishu. Kuna wale wamama ambao wako mtaani hawataki kujishughulisha, wanasema maisha magumu, hali ya kuwa wao wamekaa tu na hawataki kujiongeza. Unalipi la kuwashauri? Labda misingi hawana, hawajajaliwa misingi. Kama akijaliwa msingi hawezi kukataa kufanya kazi. Akijaliwa msingi atafanya kazi. Cha umuhimu kujaliwa. Kama akijaliwa msingi hawezi akakaa tu. Ukiwa unao msingi, Mungu kakujalia, unatafuta 200, 300 ya kula. Marafiki na ndugu na jamaa ambao wao wanakuzunguka kiujumla, wanalipi la kusema au huwa wanasema nini juu ya biashara yako? Mimi sifati marafiki, nafuata maelewano baada ya mwenzangu na mimi. Tufanyeje ili mambo yaende? Umepata hiki ya chakula ya watoto, umepata hiki na mimi nimepata 200, watoto shule, maisha yanaendelea. Ukitaka kufanya maisha usisikilize marafiki wala jirani, utakuwa uendelee. Hii biashara yenyewe kuna wengine wanaibeza, wengine wanafanya nini, lakini kwa kuwa mimi ninajua ina faida gani na ina msaada gani kwangu mimi, siwajali wao.
Na ulipo wewe umejenga au unalipa kodi unakoishi? Nasema ukweli, mpenzi wa Mungu, mamangu amefariki, ameniachia kibanda kiko bondeni. Nakaa bondeni Loyola, japo mafuriko lakini ndo nakaa bondeni. Kwa mvua ikinyesha maji yanaingia mpaka ndani. Maji yanaingia, tunamwaga maji, maisha yanaendelea. Namwaga maji yanajaa, tunamwaga, yakiisha tunaendelea kuishi. Sasa kwa mfano maji yakishakuwa yameingia, watoto hali yao huwa inakuwaje? Mungu mwenyewe ndo anayeepusha shari. Iko bondeni sehemu gani hiyo nyumba? Loyola. Loyola. Mabibo, ukienda Mabibo kama unaenda wilaya ya Ubungo, Mabibo Luanga, Loyola bondeni ndo ninakokaa. Wewe unaishi kwenye nyumba ya ulisi, wewe na familia yako na mume wako? Nakaa huko ndio. Kwa mtu angetamani labda kupaona, ungempa nafasi ya kuja kupaona? Anakaribishwa. Aje aone kweli liko bondeni, liko wapi kweli, anakaribishwa. Umeniambia huwa sometime ukiuza biashara yako mtu unaweza kumpa bidhaa yako na akaondoka bila kukabidhi kiasi, kwa sababu Mateo anakuwa tayari amesharuhusu. Wewe kwenye mtaji wako kama umenunua labda shilingi 5,000 au 7,000, kwako huwa inakuwaje? Au wewe binafsi huwa unaichukuliaje? Mtihani kwa biashara yote, mtihani lazima unakuwepo. Kuna kupata, kuna kukosa, ndio riziki ilivyo. Siku nyingine biashara inakuwa nzuri, alhamdulillah, siku nyingine biashara inakuwa hivyo, ndio hivyo. Maisha yanaendelea. Lakini familia yako na mume wako kiujumla wanakusupport juu ya hii biashara? Wanasupport. Kama hivi tunapata 200, 300 na tusaidia mahitaji yetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda. Ikitokea sasa watu wanataka kukusaidia, wewe unatamani kukusaidia nini mama yangu? Kama Mama Samia anatusikia, mimi naomba tusaidie sisi wenye hali zetu, kwa sababu kuhusu mambo ya kula, kama mimi na watoto 4 wanatakiwa chakula shuleni, mimi uwezo wakati mwingine nachindwa, ndio watoto nawaambia wabaki wasiende shule. Hilo wangetusimamia, kwa sababu pale wakienda shuleni huwa wanasema wenye uwezo wao kuhusu chakula, anasimama kidete mtu ana mtoto mmoja, wewe una watoto 4 au 3, unafanyaje hilo swali? Kwa hiyo mama anaposikia tusaidie mambo ya shuleni, watoto tunaumia sana, vichwa wenye hali za chini, kwa sababu Mungu kakujalia umeamka na 5,000 ya kula, watoto 3 wanataka mambo ya shule, unaigawaje ili mpate kula? Na wakirudi anataka kula, inakuwa changamoto. Pole sana mama. Kwa hiyo tunaomba atusimamie kwa hilo, hata Mheshimiwa Zungu atusimamie sisi wenye watoto wenye hali za chini. Wewe una simu mama? Ndiyo, naye simu. Unaweza ukataja namba labda kwa mtu atakayeguswa aweze kukusaidia wewe moja kwa moja? Hamna tabu. Naomba uhitaji hiyo namba ili kwa atakayeguswa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Watanzania ni wasikivu, lakini pia Watanzania ni watu ambao wana roho nzuri, naamini wanakusaidia kwa sababu hapa wanakuona. Labda nitataja ya mwenzangu, kwa sababu mimi simu yenyewe nimechukua itakuwa imefungiwa saa hizi, mambo ya chaji. Umechukua simu ya mkopo? Mpaka jioni napofanikisha ndo nalipa 1,500, maisha yanaendelea. Basi taja ya mwenzako. 07 18 45 70 87. Rudia tena. 07 18 45 70 87. Sawa mama yangu, mimi nimefurahi kuongea na wewe mama, kwa sababu ni mama mjasiriamali, lakini pia ni mama shupavu. Wenyewe wanamuita malkia wa nguvu. Wewe ni malkia wa nguvu kwa sababu unapambana kuhakikisha familia yako inapata chochote kitu au mkono uende kinywani. Yaani mimi nishazoea tangia udogoni, kabla hata mamangu hajatangulia mbele ya haki. Nishazoea biashara. Kwa hiyo siwezi kukaa nikae tu ningojege kuletewa. Yule naye ni binadamu, kuna siku anakosa. Itakuwaje? Lakini huko kapata kakosa, na mimi na 200 tunapika, watoto wanakula. Sasa maisha yanaendelea. Kwa hiyo lazima mwanamke ujiamini, upambane, maisha yaendelee. Hebu rudia hiyo message kwa wanawake. Mwanamke inabidi ufanye nini? Jiamini, upambane, maisha yaendelee. Hiyo mimi nimeichukua mama yangu. Jiamini, upambane, maisha yaendelee. Safi sana. Nashukuru mama yangu kwa muda wako. Hamna tabu baba. Haya.
Kazi njema. Haya, asante mama.